Gavana wa Nyamira makofi wa Kisii. Haya, Mheshimiwa Rais, nikubalie kwa haraka sana, kabla sijaongea kwa Kiswahili, wacha nisalimiane watu wa Migori na Wanyamira na Kisii kwa Kikisii. Wakire vya mbia mole mogo gete ngalero no tura aya ntara nsanda president gote nere garazima amanya ngoikire Kisii tari boigo ntage tenganza. Mheshimiwa Rais, kwanza tunataka tushukuru kwa sababu ya hawa vijana. Vile Mheshimiwa Osoro alikuwa amesema mapema, mimi nilipomaliza kidato changu cha 4, ndugu yangu mkubwa aliniambia, kijana, lazima ujue vile watu wanaishi. Nikaenda kule Nairobi, Ruto satellite, hata choo haikuwa kule. Mimi akaniambia lazima nijue vile soko zinajulikana. Hakuna soko sijui kule Nairobi. Ukiniambia Marikiti, Retail, Ngara, Wangige, Toi, Kawangware, zote hata deni zingine sijalipa kuleka fika leo, ambazo nilikuwa nabeba madeni. Sijawahi andikwa kwa kazi ya serikali. Ile kazi nimeandikwa peke yake ni ya mwananchi. Hata kupata 2,000 kuweka stock ilikuwa ni ngumu, lakini leo hii tunashukuru kwamba serikali yako inapea hawa vijana shilingi 50,000. Nyinyi mko na bahati, au I wish ningekuwa siku zile na mimi nianze kule, lakini nyinyi mko na bahati. Tafadhali, ile pesa mmepata leo shilingi 25,000 leo, mkifanya vizuri next phase mtapewa hiyo ingine. Hii si pesa wewe kupata vile PS amesema hapa uanze kutafuta warembo ama kwenda kununua nyama. Fikiria. Na mimi kama gavana wa Kisii nataka niseme hivi, wale vijana wataanza biashara, nitawapea mwaka mmoja bila kulipa lisensi. Kwa hivyo hiyo data nitakuwa nayo, nitaambia watu wangu wasilipishe lisensi kwa biashara ambao nyinyi mtaanza. Pili, nataka niseme hivi, Mheshimiwa Rais, uwanja huu tupo. Nakumbuka wakati Baba Raila Amolo Odinga alikuwa hai, tulikuja kule State House. Wewe mwenyewe ukasema utatupea shilingi milioni 500 kwa uwanja huu. Tafadhali utakaposimama, Mheshimiwa Rais, wewe tuambie procurement imefika, ndiposa tumalize uwanja huu. Mheshimiwa Rais, uwanja ukikimbia namna hii, ikifika pale laini 3 zinakufa. Kwa hivyo lazima hii kitu yote ibomolewe, uwanja usongezwe nyuma, na tunakuomba one of the public holiday kabla mwaka hujaisha, tafadhali uifanye hapa Kisii, ufungulie hii uwanja. Mheshimiwa Rais, nataka nikushukuru kwa sababu uliahidi soko la Nyamira ambalo tukimaliza saa hizi nitauliza wale wote wako hapa tuende kuangalia, limeanza, limejengwa. Kila mtu tafika pale na mnajua kwamba mtarudi hapa uwanjani, ndiposa watu waende nyumbani baadaye. Wakati Rais ameenda, mimi nimeongea na nyinyi, watu wajue ni vipi tunaenda nyumbani. Mbona mnacheka nyinyi? Simba ni fire, si fire. Hiyo ni mambo ya Deputy President. Fire, si fire. Mheshimiwa Rais, lile soko nataka nishukuru kwa sababu limeanza kujengwa.
na milioni 350. Mheshimiwa Rais, najua kwamba umepromise daraja mbili. Leo ni soko ya daraja mbili na umetupea, jana tulikuwa katika mkutano, umetupea 900 million kumaliza lile soko la daraja mbili. Tunashukuru, asante sana. Mheshimiwa Rais, hapa Nyanchwa nilikuuliza kilomita 10 lakini ukaamua ukanipa 5 na ni 400 million. Najua kwamba hiyo tende imefanyika. Mheshimiwa Rais, ni rais ama ni Rais? Nilikuwa naongea Kisii kidogo bwana. Mheshimiwa Rais, hapa Nyanchwa hizo barabara kabla hujakuja mwezi wa 8 ama wa 9 itakuwa imekamilika. Uwanja wa ndege, nashukuru kwa sababu ulituma watu wako wiki iliyopita na hiyo tenda inafanyika. Ile tu nitakuuliza Mheshimiwa Rais, tafadhali, ile flyover nilikuuliza, najua kwamba ni bilioni 4, ile ya daraja mbili kufika Kisii School. Angalia kama ya kina Osoro hii lazima mtafuatilia. Nyinyi unajua ndiko mko jikoni na kina Chanda. Tafadhali Mheshimiwa Rais, hiyo flyover hapo ambayo imetoka, barabara imetoka kule Isibania ikakufia hapa daraja mbili. Na nakumbuka Mheshimiwa Rais ukiniambia unataka hiyo flyover, tunahitaji ivuke pale ikwende kule. Utaiona wakati tunapita pale. Mwisho, nikubalie niseme haya. Mimi kama gavana wa Kisii na deputy party leader wa chama cha ODM, sisi kama chama cha ODM tumekubaliana tutashirikiana pamoja na chama cha UDA. Unajua Your Excellency, nilikuwa nimesema mapema, unajua ng'ombe yako iko na maziwa nyingi, na nikaambia watu wangu hapa, hii ng'ombe ambao tunalisha wacha tukamue. Watu mnataka hii ng'ombe tupe maziwa? Muko tayari? Unajua nikisema hivyo sijaita Mheshimiwa Rais kwamba yeye ni ng'ombe. Yeye ni rais ni kwa sababu unajua ni juzi nimesema kule Western kwa Mheshimiwa Baraja kwamba we have sent 5 our German shepherds, tumeituma katika serikali ya William Ruto. Na Mheshimiwa, hizi umbwa zetu kubwa zikiwa zinafanya kazi nzuri, tafadhali uzifundisha adabu kidogo, ndio zikirudi kwetu ziko sawa. Sisi tuko tayari kufanya pamoja na kazi. Kwa hivyo Mheshimiwa Oparanya, wale watu walikuwa wanapiga kelele, usijali. Mimi I meant you are the best from our party that we have given to the president. Kwa hivyo nataka nimalizie hapo, niwaulize ndugu zangu, kura ambazo zinakuja, sisi tumeamua tunataka maendeleo. Mambo ya mdomo nyingi tumesema lazima tupoeshe. 1.5 umebaki, lazima tutahakikisha tumejenga taifa letu. Na nimeahidi kama deputy party leader wa chama cha ODM kwamba chama chetu hakina shida yoyote. Wale vijana mnaona wanapiga kelele pale ndani, wao hata sisi tulikuwa tunapiga kelele. Mtu peke yake alisimama kama alikuwa anataka kiti ya party leader wakati Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa hai Kasarani, ni mimi. Kwa hivyo mimi ndio the second in command katika chama cha ODM. Wananchi msikuwe na wasiwasi. Wananchi msikuwe na wasiwasi, sisi lazima tutahakikisha maendeleo, na tumeshirikiana na serikali maendeleo ifike kwa mwananchi. Wale ambao wako na wasiwasi, wale wengine hawana agenda, hawana nyota. Sasa nyota imefika hapa.
tunauliza wakuwe na agenda, wakileta nyota, maendeleo mengine tutaongea. Mheshimiwa Rais, kabla mimi sijamaliza, nakumbuka tukiwa sisi katika opposition, yule jamaa ambaye alikuwa impeached kabla fire ingia ofisini, walikuwa wamesumbua sisi hapa, lakini nashukuru kwamba Mungu ambaye hali mahindi ambayo imekaangwa, Mungu ambaye akuli githeri ama nduma, ni mkubwa. Leo hii tuko pamoja, tunajenga taifa la Kenya. Nataka nimalizia hapo kwa kusema, wacha nione vijana hapa.